Tunaona kwamba jinsi wakina Meshaki, Shadraka na Abednego wakiwa kwenye nchi ya utumwa, wamechukuliwa mateka, si ndio? Kwa hiyo ukiwa mtumwa hauwezi kufanya jambo lako mwenyewe, unafanya lile jambo ambalo bwana wako anataka ulifanye, maana wewe ni mtumwa. Kwa hiyo huna mamlaka ya kujiamlia mambo yako. Lakini wakina Shadraka, Meshaki na Abednego walijitoa kumtumikia bwana wao mfalme Nebukadreza, lakini wakasimama kwenye msimamo wao mmoja. Nebukadreza atautumikisha huu mwili, lakini moyo, lakini ibada ni za Mungu mwenyewe. Hawakuuza Mungu wao, hawakumuuza Mungu wao, hawakumuacha Mungu wao eti kwa sababu wameenda kwenye utumwa. Sikiza nikwambie, shida zisikufanye ukaacha kumtumikia Mungu. Mateso yasikufanye ukaacha kumtumikia Mungu. Magonjwa yasikufanye ukaacha kumwamini Mungu. Tujifunze kwa hawa vijana watatu. Tusome kitabu cha Danieli sura ya 3. Tutaanza na ule mstari wa 14. Neno linasema ya kwamba Nebukadneza akajibu akawaambia, enyi Shadraka na Meshaki na Abednego, ni kwa makusudi hata hamtumikii Mungu wangu wala kuisujudia sanamu ya dhahabu niliyoisimamisha? Maana walisimamisha miungu ya dhahabu ili kwamba watu wote wa mji ule watumikie huyu Mungu. Lakini nakwambia si kwamba ilikuwa lengo lao kuabudu hii miungu, hapana. Ila watu wa pale kwa Nebukadneza lengo lao kubwa ilikuwa linawatafuta kina Meshaki, Shadraka na Abednego. Kwa nini? Kwa sababu watu wakikushindwa kwa mambo mengine yoyote, wanakutafuta kwa Mungu wako. Wanataka wajue huyo Mungu wako ni Mungu wa aina gani ambayo unamtegemea sana. Wakaenda kwa mfalme wakasema ya kwamba tuabudu sanamu ndani ya siku 30. Lakini wakina Shadraka na Abednego wakasema sisi ni watumwa, ni kweli. Wakasema wenyewe sisi ni watumwa, ni kweli, lakini huyu mfalme atatutumikisha sisi, lakini sisi tutamtumikia Mungu wetu. Katika ibada hatuwezi kuabudu mungu mwingine. Jiwekee msimamo kipenzi, muabudu Mungu aliye hai. Tuone matokeo ambayo yalitokea kwa vijana hawa watatu wakina Shadraka, Meshaki na Abednego, baada ya kuonekana kwamba hawainami kuiabudu ile sanamu. Maana ilikuwa sheria ni kwamba wakisikia ngoma ya kila aina, zantuli, filimbi, sijui vinubi, wa kuinama na kuisujudia ile sanamu. Lakini wao hawakufanya hivyo. Wenyewe waliinama mbele ya Mungu wao, walimwabudu Mungu wao, ndipo wakapata kushtakiwa. Sasa jiulize kitu kimoja, hivi wamesema kwamba zitakapolia filimbi, kinanda, sijui zenturi, kuinama na kuiabudu hiyo sanamu. Hawa waliokwenda kuwashtaki wakina Shadraka, Meshaki na Abednego, ina maana na wao hawakuinama. Kama waliinama, waliwaonaje wenzao ambao hawakuinama? Kwa hiyo uone kwamba hata katika maisha yako kuna watu wanakufuatilia. Kuna watu wanafuatilia maendeleo yako, wanafuatilia ibada zako, wanafuatilia ni Mungu gani unayemtumikia, ni Mungu gani unayemwamini, na kwa nini hawakuwezi. Wanafuatilia wajue msingi ni nini. Tuone hawa vijana. Mstari wa 4, basi sasa mfalme hawa anawaambia kina Shadraka, akasema, basi sasa kama mkiwa tayari, wakati mtakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuli na zomari na namna zote za ngoma, kuinama na kuisujudia sanamu niliyoisimamisha, ni vema. Bali msipoisujudia mtatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru iwakayo moto, naye nani Mungu yule atakayewaokoa ninyi na mkono wangu? Unaona? Kwa hiyo mfalme Nebukadneza akawa analeta tishio kwamba sasa ninawapa muda mwingine mweze kufikiria, mtakapo kusikia hizi ngoma ni kuinama na kuisujudia hii sanamu. Kama msipofanya hivyo, saa hiyo hiyo mtatupwa katika tanuru la moto, na Mungu gani atakaye waokoa kwenye mkono wangu? Unaona? Kwa hiyo Nebukadneza alijipa uungu kwamba yeye ana nguvu kuliko Mungu mwingine yeyote. Alijiamini kwamba yeye anaweza. Unaona? Kwa hiyo akawatisha kama hivi leo wewe unavyotishwa. Unasema unajifanya kuokoka.
kwa walokole utashindwa. Tunakupa miezi 3, tunakupa siku 4, tunakupa mwaka. Yaani ukimaliza mwezi wanasema tunakupa mwaka. Sikiza nikwambie, ukiokoka umesimama kwenye mwamba imara. Usiogope matisho ya mwanadamu awaye yote. Mungu ana nguvu kukuokoa. Mungu ana nguvu kuingia na wewe mahali popote. Hebu tuangalie mstari wa 16. Ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadneza, hamna haja ya kujibu katika neno hili. Kama hivyo Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Basi kama si hivyo, ujue mfalme, ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu. Ndipo Nebukadneza akajaa ghadhabu na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shadraka, Meshaki na Abednego. Basi akatoa amri watie moto ile tanuru mara 7 kuliko desturi ya kuitwa moto. Unaona? Kwa hiyo hawa vijana wakajiamini kabisa, wakasema, sikiliza mfalme, sikiliza. Maana aliwapa muda kwamba hebu fikirieni kwa muda mchache, mkisikia hizi ngoma basi kuinama na kusujudu. Wakasema hatuna muda wa kusikiliza, bali tunakwambia kitu kimoja, kwamba hatuwezi kuabudu miungu yako, hatuwezi kusujudia hiyo sanamu, na Mungu wetu atatuokoa na tanuru hiyo ya moto. Kuwa na uhakika na Mungu unayemwabudu. Hawa vijana wakawa na uhakika na Mungu anayemwabudu, tena wakiwa kwenye nchi ya utumwa, lakini wanashindwa kumtumikia Mungu wako, tena kwenye nchi ambayo umezaliwa mwenyewe. Sikiza nikwambie mpendwa, simama vizuri na Mungu atakutetea. Hebu tuone hao watoto jinsi Mungu alivyotetea. Kisha wakaamuliwa baadhi ya watu mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shadraka, Meshaki na Abednego na kuwatupa katika ile tanuru iwakayo iliyokuwa ikiwaka moto. Basi watu hawa wakafungwa hali wamevaa suruali zao na kanzu zao na joho zao na mavazi yao mengine, wakatupwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa ni kali na ile tanuru ilikuwa ina moto sana, mwako wa ule moto ukawaua wale watu waliowashika Shadraka, Meshaki na Abednego. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona kwamba wale majemedari wa mfalme Nebukadneza waliokuwa wamefunga kina Shadraka, kina Meshaki na Abednego katika kuwatupa katika ile tanuru, ule mvuke, maana moto ulikuwa mkali, uliwekwa tanuru ya kuzidi kuliko desturi yao. Kwa hiyo ule mvuke ukawalamba wale mashujaa. Sikiliza nikwambie, atakaye simama mbele ya imani yako, yeye atafyekwa, maana Mungu wetu ni mkubwa, lakini wewe utabaki kuwa salama. Wakina Shadraka, Meshaki na Abednego walibaki kuwa salama kwa sababu walikuwa na Mungu. Lakini wale wenye figisu, wale ambao wanafuatilia maisha yako, wale wanaofuatilia maendeleo yako, wale wanaopiga afya yako, kwa jina la Yesu, moto wa Yesu uwalambe. Ninauamuru kwa jina la Yesu. Sikiza nikwambie, tuone sasa mstari 23. Na watu hao watatu, Shadraka na Meshaki na Abednego, wakaanguka hali wamefungwa katikati ya ile tanuru iwakayo iliyokuwa inawaka moto. Ndipo Nebukadneza akastaajabu, akainuka kwa haraka, akanena akawaambia mawaziri wake, je, hatukutupa watu watatu hali wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu wakamwambia mfalme, kweli mfalme. Akajibu akasema, tazama, mimi naona watu 4 nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto, hali hawana zara, na sura yake yule wa 4 ni mfano wa mwana wa miungu. Yesu akashuka katikati yao. Unapoingia katika majaribu, Mungu anakuwa pamoja na wewe. Hawa waliposhushwa katika moto, Yesu akashuka nao. Sikiliza nikwambie, Mungu hawezi kusababisha eti wewe usipate majaribu, ila unapoingia kwenye majaribu anaingia pamoja na wewe ili akusaidie, ili jina lake lisifiwe.